lazima tujitambue ya kwamba sisi tumewekwa kama walinzi katika nchi ya Tanzania, ambao hatupaswi kunyamaza usiku wala mchana mpaka amani ya nchi yetu itakapopatikana, mpaka haki ya nchi ya amani yetu itakapopatikana. Haleluya! Lakini jambo la pili pia tukumbuke, lazima tunyenyekee mbele za Bwana. Alafu pili tuombe. Alafu tatu tutafute uso wa Bwana. Alafu mwisho tuache njia mbaya. Yaani maana yake tuache dhambi. Haleluya. Amen. Shida itakuwa ni pale unapoombea amani ya nchi, lakini wewe mwenyewe bado ni mwenye dhambi. Hii ni hatari. Kumbuka, maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Ndio maana nakwambia lazima uache njia mbaya, ndipo uombe kwa ajili ya amani ya nchi. Alafu baada ya hapo sasa, ukishaweza kuyafanya haya mambo manne, vipengele vinne, haya mambo manne, la kwanza unyenyekee, la pili uombe, la tatu utafute uso wa Bwana, la nne uhakikishe umeziacha njia zako mbaya, uhakikishe umeacha maovu yako. Kama ni mzinzi uache uzinzi, kama ni nini uache. Alafu omba sasa. Ndipo Biblia inasema Mungu atasikia kutoka wapi? Mbinguni. Alafu atafanya nini? Atasamehe maovu, si ndio? Yeah. Maovu ya nchi yetu, lakini maovu yetu pia, na baada ya hapo ataiponya nchi yetu. Amen. Bwana asaidie sana. Amina. Wewe unajua hii serikali, huyu rais, huyu mwenyekiti, huyu mbunge, huyu diwani, hata kama wewe tungekuweka, usije ukafikiri kwamba wewe ndio ungeweza kuiongoza serikali ya nchi hii ikaenda kama watu wanavyotaka wote. Haiwezekani. Bwana apewe sifa sana. Amen. Haiwezekani mtu ukafanya mambo yakakubalika na wote. Haleluya. Amen. Hauwezi ukafanya mambo yakakubalika na wote. Kuna wengine watakuchukia tu, hata kama ukifanya mema watakuchukia tu. Kwa hiyo swala la kukaa tunailalamikia serikali, kumlalamikia rais, kumlalamikia sijui mbunge, kumlalamikia sijui waziri mkuu, sijui kumlalamikia waziri, sijui kumlalamikia diwani, sijui kumlalamikia nani. Nataka nikwambie haiwezekani wewe ukafanya mambo yakafurahisha kila mtu. Kama jinsi ambavyo inawezekana na wewe leo rais hakufurahishi. Hata tungekuweka wewe, inawezekana na sisi pia tungechukia mambo yako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa lazima tutambue kwamba sisi ni walinzi, na jukumu letu kama walinzi ni kuomba na kumkumbusha Mungu kwa habari ya nchi yetu. Amen. Hili ni agizo ambalo nalitoa kama mtumishi wa Mungu ambaye niko katika nchi hii, ni ambaye niko katika zamani hizi zilizoharibika na zinazotengenezwa tena na Mungu. Kwa jina la Yesu naliagiza kanisa na waagiza watumishi wa Mungu kwamba tuna jukumu moja la kuhakikisha tunafanya nini? Tunaiombea nchi, sio? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Haleluya tena. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu apewe sifa. Amina. Lakini pia kipengele namba 2, jukumu lingine katika kipengele, katika nafasi eneo hili la mlinzi, tukiwa kama walinzi, kuna A, kuna B na kuna C. Yaani kwenye hili kipengele cha ulinzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kanisa ni jicho la Mungu katika nchi. 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 Kanisa lina kazi ya kuyaona mambo yatakayotokea katika nchi kabla hayajatokea, au yatakayowapata viongozi wetu kabla hayajawapata, ili tuweze kuyaonya,
tuweze kuyashauri na tuweze kuyaeleza mapema kabla hayajatokea, ili yasitokee tena. Jamani, haleluya. Amen. Nasema tena haleluya. Amen. Tukiwa kama kanisa, sisi ni jicho la Mungu. Tuna wajibu wa kuonyeshwa mambo kabla hayajatokea. Bwana apewe sifa sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Na ndipo tunapoeleta kwa viongozi na serikali, na tunapoeleta pia kwa nchi, kwamba jamani, kuna A, B, C, D. Achana na huo unabii wa manabii wanaokaa kutabiri. Naona kuna mikosi kwenye familia yako. Naona sijui baba yako alikufa. Sasa baba kufa inahusiana nini na mimi? Si alishakufa? Inahusiana nini na mimi? Naona nuksi, njoo toa mbegu, leta sadaka ya mbegu. Jamani, haleluya. Nasema tena haleluya. Narudia tena haleluya. Kanisa ni jicho la Mungu ambalo kazi yake ni kuona mambo kabla hayajatokea na kuyakemea. Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 22 mpaka 25. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 unasema. Ndio. Naye Samueli akasema, Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Na kusikia ni bora pia kuliko mafuta ya beberu. Mstari 23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa sababu kuasi ni kama dhambi ya nini? Kuasi ni kama dhambi ya nini? Uchawi. Umeelewa vizuri? Amen. Inasemaje? Anaendelea. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Kwa kuwa mimi mtumishi wa Mungu nilikupa neno la Bwana ukalikataa. Yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Na yeye pia amekukataa wewe usiwe nani? Unaelewa vizuri hapo? Amen. Hebu rudi hapo, endelea. Mstari 24. Ndio. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi. Kweli kabisa, mtumishi wa Mungu, nimefanya dhambi mimi. Maana nimeihalifu amri ya Bwana. Kwa sababu nimelikataa neno la Bwana. Pia na maneno yako. Na maneno yako mtumishi wake ambayo uliniletea kwa kinywa, ambayo Bwana aliniletea kupitia kinywa chako, nimeakataa na kuyaharifu. Kwa sababu niliogopa wale watu. Niliogopa watu. Nikaitii sauti yao. Nikakataa sauti yenu. Wewe mtumishi wa Mungu pamoja na Mungu. Mstari 25. Basi sasa. Nakuomba. Unisamehe dhambi yangu. Rudi pamoja nami. Nipate kumwabudu Bwana. Nipate tena angalau kumwabudu nani? Bwana. Hili ni jukumu lingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtumishi wa Mungu au kanisa, tuna jukumu la kuona mambo yatakayotokea katika nchi yetu kabla mambo hayo hayajatokea, na kuyaonya au kuyakemea ili yatakapotokea au ili yasitokee. Maana mtu anayeonywa makosa yake akiyasikia, akaamua kujirekebisha, kwani mabaya atamkuta? Hapana. Si hayatamkuta. Lakini akikaidi, si lazima amkute. Sasa huyu alionywa, alipewa maelekezo ya mambo yanayotakiwa ayafanye kabla mabaya hajamkuta. Alionyeshwa kwamba ukifanya hivi yatakukuta haya, lakini pia ukifanya hivi basi utakuwa umefanya vyema mbele za Mungu. Yeye akakataa yale ambayo mtumishi wa Mungu amemwambia
kama maagizo ya Mungu kwa taifa lake na kama maagizo ya Mungu kwa kiongozi wa nchi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Jamani, Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Unanielewa vizuri? Amina. Huyu mtu akafika mahali, Sauli alikuwa ni mfalme, akakaidi, akakataa maagizo ya Mungu, akakataa maelekezo ya Mungu, yale ambayo Mungu alimwelekeza ili ayafanye, akakataa kuyatekeleza, akakataa kuyafanyia kazi, na mwisho wa siku kilichomkuta, Mungu akamkataa. Ukiendelea vizuri hapo zaidi, mstari wa 16, sura ya 16. Hebu soma Samueli hiyo wa kwanza, sura ya 16. Mstari wa kwanza na wa pili pale. Mungu akamkataa kabisa huyo kiongozi. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Ndio. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Utamlilia Sauli hata lini? Ikiwa mimi nimemkataa, asiwamiliki asiwaongoze Israeli kwa lugha rahisi. Ijaze pembe yako mafuta. Chukua pembe, weka mafuta ndani yake. Uende. Nenda nami. Nitakupeleka kwa Yese. Bethlehemi. Maana nimejipatia mfalme katika. Kwa kumbe pia. Haleluya. Kumbe pia serikali nayo lazima isikilize maelekezo ya watumishi wa Mungu. Kuna watu wakishakaa kwenye viti vya uongozi wanasahau maelekezo ya watumishi wa Mungu. Wanasahau ya kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao ni jicho la Mungu katika nchi. Yale tunayosema wanapuuza. Kuna baadhi ya watu wakishakaa kwenye uongozi, akishakuwa rais, akishakuwa diwani, akishakuwa mwenyekiti wa kijiji, akishakuwa sijui waziri, eti anafungia mikutano ya injili isihubiriwe. Huku nako ni kukosa akili. Mimi nashukuru Mungu kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Mikutano ya nchi ya injili inaruhusiwa. Sijajua kwenye maeneo mengine, lakini asilimia kubwa nimeona mikutano ya injili inaruhusiwa. Kuna uhuru wa watu kuhubiri. Amen. Lakini nataka niwaambie serikali, pale unapoanza kuingia na kutaka kujipa mamlaka juu ya mambo ya Mungu, hapo ujue haumkomoi mchungaji wa kanisa husika, lakini unajikomoa wewe mwenyewe. Haleluya. Utakataliwa na Mungu. Lakini wakati huo pia tunapoonya jamani, au tunapoyaleta yale Mungu aliyotuonyesha, tunayasema kwa upendo. Haleluya. Amen. Ukikosa hekima wakati mwingine utaharibu. Kuna wakati unaweza kuwa unapeleka ujumbe kwa mtu, ujumbe ule ukawa ni mzuri na wa maana, lakini njia ya wewe kuufikisha ule ujumbe ikawa ni mbaya. Ile njia ya wewe kufikisha ujumbe ikawa ni mbaya, na kwa sababu ya ubaya wa ile njia ya wewe kufikisha ujumbe ule, unafika mahali unasababisha yule mtu anapokea tofauti. Samueli, ukisoma hapo juu kwenye hiyo 15 huko juu kuanzia mstari wa kwanza na kushuka, utaona wakati Samueli anampa maelekezo Sauli, alikuwa hampi maelekezo kwa kumkemea. Kuna watu wanakuja mbele ya rais, anataka amkemee rais. Rais anakemewa pale ambapo umeshamshauri alafu hajasikia. Umetumia hekima kumwambia alafu hajasikia. Alafu baada ya kuona mambo yanaenda kuharibika, ndipo sasa unaweza ukakemea. Lakini haujamshauri, haujamwambia kwa hekima, unatakaje kumkemea?